Karibu tena ndugu mtazamaji wa Jielimishe TV. Leo nitakusimulia kisa cha Sango na Amimu. Sango alikuwa mtoto wa kwanza wa Amimu. Siku moja alimuuliza baba yake, "Baba, ili mtu afanikiwe maishani, ni lazima aende shule?" Baba yake naye alimuuliza, "Unamaanisha nini unaposema kufanikiwa maishani?" Sango alijibu, "Ninamaanisha kuwa na uwezo wa kujikimu kwa kila unachohitaji, kama vile nyumba nzuri, mavazi, usafiri, pesa za kutosha na kadhalika." Baba yake alimwambia, "Umenikumbusha mbali sana mwanangu." Sango aliuliza, "Wapi huko baba?" Baba yake alimjibu, "Nakumbuka kipindi tulikuwa tumeajiriwa na mtu asiyejua kuandika hata jina lake." Sango aliuliza, "Ilikuwaje mtu asiyejua kuandika hata jina lake akawa mwajiri wenu, aliyakuwa ninyi mna vyeti vya kutosha?" Baba yake akamwambia, "Maisha ni fumbo mwanangu. Sio lazima uende shule ndipo ufanikiwe kimaisha. Kuna watu wana vyeti lakini maisha yao ni machozi tu." "Kwani alianzisha maandishi alikwenda shule ya wapi?" Kisha baba yake aliuliza. Sango naye aliuliza, "Unamaanisha kwamba hakuenda shule?" Baba akasema, "Inawezekana, kwani shule zilianza kipindi maandishi yalipoanzishwa." "Kwa hiyo baba, nini siri ya mafanikio maishani?" Sango aliuliza tena. "Watu wanakwenda shule kwa ajili ya kujipatia ujuzi tu, lakini siyo mafanikio maishani. Siri kubwa ya mafanikio ni kujua siri ya msemo usemao kuwa tuumbe mtu kwa mfano wetu. Yaani binadamu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hii ina maana kuwa tumepewa ubongo wa kutafakari na kuchanganua mambo kwa hali ya ajabu mno. Ukiweza kuutumia vizuri ubongo wako, hautalalamika kuhusu maisha." Baba alimjibu. Sango akasema, "Sasa nimeanza kukuelewa baba. Unamaanisha tuwe wabunifu na watu wenye uwezo wa kujitegemea? Ndiyo maana huwa nakutumaini. Umenielewa mapema sana. Ukiwa mbunifu na kupenda kujiajiri, utakuwa msaada kwa maisha yako na jamii. Watu wenye vyeti watakusaidia kusimamia na kuongoza kazi na miradi yako. Si vibaya kuajiriwa na mtu mwingine, ila ukipata fursa, jitahidi uajiri watu wengi kupitia nguvu ya ubongo na ubunifu wako. Hivyo, usivunjike moyo kwa kuwa hukumaliza shule. Ikiwa unajua kuandika na kusoma kwa ufasaha, sasa ni wakati wa kutumia ubongo wako kukusaidia katika maisha. Chunguza ni jambo gani umebarikiwa ambalo utalifanyia kazi likusaidie kwenye hekaheka hizi za maisha. Hakuna jambo jipya ambalo unaweza kufanya, bali kutazama yale yaliyopo na kuchagua namna nzuri ya kuboresha. Yaani, kuleta upya na upekee kwa kitu cha kawaida. Jamii itapokea na kukusaidia." Baba yake alifafanua hilo. Asante sana baba. Nitaendelea kuifanyia kazi sifa hii ya Muumba wetu ya ubunifu, ili siku moja nami nifurahie kazi ya mikono yangu na kusaidia pia jamii. Sango alieleza. Hadithi hii imetungwa na Mabongeta Baule, imehaririwa na Idi Mwibe, na mimi ni George Lwendo wa Lwamba. Tukutane tena kwenye simulizi nyingine ya mafunzo. Nikukumbushe tu, usikose kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu ya Jielimishe TV ili uendelee kupata video zetu kwa muda unaofaa.